Movie yetu inaanza na kumuonesha bwana mdogo tu kama miaka 10 akifanya mauaji. Kwani kuna nini kiliweza kutokea? Bwana mdogo Jackie alitokea sana kuvutiwa na uzuri wa mwalimu wake wa Kiingereza. Alikuwa wakati wote mwalimu akifundisha, Jackie alikuwa kika chini na kumtizama mwalimu. Akaona sio kesi, akamwandalia mwalimu pete kisha akampelekea. Mwalimu akamuuliza Jackie, vipi, kuna tatizo lolote? Jackie alichukua pete ile na kuiweka pale chini mezani. Mwalimu alipokea ile pete kisha akamshukuru Jackie kwa kuweza kumpatia ile zawadi ya pete. Akamuuliza, vipi, hii pete ni ya uchumba? Bwana mdogo alifikiria akaona vipi ajibuje hapa, akasema sawa, ngoja nijibu. Akamwambia teacher, ndio hiyo pete kwa ajili ya uchumba. Teacher akacheka kisha akamwambia bwana mdogo, nimefurahi sana kuweza kuniletea zawadi. Mwalimu akajibu kwa utani tu, nimekubali kuweza kuolewa na wewe. Na kisha baada ya pale Jackie akawa amerejea zake mpaka nyumbani baada ya kumpatia ile zawadi mwalimu, na akaipokea akaandika kwenye diary yake siku moja atakuja amuoe mwalimu. Kisha baada ya pale basi asubuhi akaondoka zake akiwa ameelekea maeneo ya shopping huko. Jackie akiwa mitaani, kwa bahati nzuri akafanikiwa kukutana na yule mwalimu, lakini alivyokuwa akizungumza pale na mwalimu, alivyomtizama kwenye mkono wake aligundua mwalimu alikuwa hajaivaa ile pete aliyompatia yeye, lakini alikuwa amevaa pete ambayo ilikuwa ni pete ya dhahabu. Ina maana mwalimu ana mtu mwingine ambaye anampenda. Na pale pale akawa amekuja jamaa mwingine pale, kipindi Jackie yuko pale na mwalimu, akawa amekuja jamaa mwingine na kutambulishwa pale kwa Jackie kwamba yule ndio boyfriend wa mwalimu. Basi jamaa akawa amejitambulisha pale na kudai kwamba anaitwa John. Basi wakawa wameondoka, mwalimu pamoja na John wakawa wameondoka, wakawa wamemwacha pale Jackie. Lakini Jackie walimwacha akiwa na hasira sana, kwa sababu yeye alikuwa yuko serious kabisa kumwambia kwamba mwalimu anampenda. Alirudi huku akachanachana kila kitu, yani ile karatasi aliyokuwa ameandika kwamba siku moja atakuja amuoe mwalimu. Basi akaichanachana na kuamini kabisa kwamba mwalimu ana mtu mwingine ambaye anampenda na yeye alikuwa anamuenjoy tu. Sasa Jackie akiwa pale nyumbani, babake ni askari, alafu babake alikuwa na bunduki pale mle ndani, akawa anafungua. Jackie baada ya kumtizama babake vizuri akawa amefikiria na kupata wazo, akaona anaweza akafanya kitu ili kumpata mwalimu. Siku iliyofuata alienda paka kwa mwalimu, kisha akaanza kumhoji mwalimu maswali, lakini mwalimu alikataa na kumwambia asimuhoji maswali kwa sababu hatayaendani kabisa na umri wake. Lakini Jackie alizungumza na kusema, hivi unadhani kwamba yule jamaa anakupenda kweli? Yule jamaa hakupendi, anakuigizia tu, anajifanya anakupenda, hana lolote yule. Unaona hadi amekupatia pete, ile pete yangu umeweza kuivua. Mwalimu ilibidi aweze kumtuliza kijana na kumwambia, vipi, mbona unazungumza maneno ambayo siyaelewi? Lakini Jackie alionekana kuwa na hasira kweli kweli, akawa ametoka pale ambapo mwalimu alipo, akawa anahitaji kuondoka. Lakini Jackie kabla hajaondoka aligeuka kisha akamtamkia mwalimu wake na kumwambia, muda wa chakula nitakuja nikuchukue twende tukale pamoja, kwa hiyo baadaye tutatoka kwenda kula chakula cha mchana mimi na wewe. Mwalimu alisema tu, unazungumzia nini? Jackie alijibu na kusema, nimemisi sana kuweza kutizama mpira, hivyo tutapita hotelini tutakula kisha tutaelekea kwenda kutizama mpira. Hapa mwalimu alibaki tu mdomo wazi na kushindwa kumwelewa Jackie alikuwa anamaanisha nini. Huku kwa nje tunamuona John akiwa anamsubiria mwalimu. Akiwa pale Jackie akaja bwana na kumkuta John akiwa pale anamsubiria mwalimu. Jackie alivyomkuta akamwambia, sihitaji uweze kumuoa mwalimu. Jamaa akauliza kwa nini? Jackie akajibu na kusema, kwa sababu ni wa kwangu, kwa hiyo sihitaji kumuona akiwa karibu na mtu yoyote. John alicheka tu kwa dharau kisha akatabasamu na kusema, hakika dunia imebadilika sana, yani mtoto mdogo kama wewe unasema kwamba unampenda mwalimu wako? Bwana mdogo alizungumza na kusema, zingatia maneno yangu, mimi nimeshakwambia usimuoe mwalimu wa Kiingereza. Jamaa alimuuliza, vipi, hayo maneno mwalimu wako ndo amekwambia John? Niambie. Lakini bwana mdogo alijibu na kusema, hapana, mimi sijatumwa na mtu. Jamaa alicheka sana kisha akamwambia, hivi unadhani unaweza ukanijaribu? Lakini bwana mdogo alizungumza na kusema, siku nyingine nikikuona unakuja kumfuata hapo mwalimu shuleni utakiona cha mtema kuni, maana naona nakuonya hutaki kunisikiliza, kwa hiyo siku nyingine nikikuona cha moto utakiona. Lakini jamaa alionekana kucheka tu na kumwambia, hivi unadhani bwana mdogo wewe unaweza ukanitisha mimi eti mimi niache kujilia vitu vyangu eti kisa wewe? Mambo gani hayo ya kipuzi unaonifanyia dogo? Lakini bwana mdogo aliondoka na kusema, nije nikuone tena. Jamaa alicheka na kusema, dogo, naona umefanya vizuri kabisa kama mwanamume, pambana dogo, utashinda. Baada ya pale basi dogo akawa ameondoka, mwalimu akawa amekuja pale ili aweze kupanda kwenye ile gari ya boyfriend wake waweze kuondoka. Lakini kwa mbele anaonekana Jackie akiwa anawatizama wawili hawa. Mwalimu alimwambia, tafadhali tuweze kuondoka, lakini John alimwambia, hebu tafadhali nisubiri hapa, ngoja nikazungumze na aka bwana mdogo, maana kanasema eti kanakupenda ka bwana mdogo kama aka, ngoja nikazungumze nako. Chap tu narudi. John akawa ametoka na kwenda kumfuata kule bwana mdogo alikokuwa amesimama. Bwana mdogo alivyomuona tu akamuuliza, silaha yako iko wapi? Yani bunduki yako iko wapi? Jamaa akajisachi pale, akajisachi kisha akasema, mimi sina silaha. Sasa itakuwaje mtoto mdogo kama wewe eti mimi nije nipambane na wewe nikiwa na silaha? Wala sihitaji silaha kuweza kupambana na wewe. Bwana mdogo Jackie alionekana kutoa silaha kwenye begi lake la shule kisha akamnyoshia John. John alimtizama Jackie akaona huyu bwana mdogo kweli kapagawa, yani mpaka mimi anakuja kunitishia vitoi vya watoto eti kuja kunitishia mimi. Akamwambia, hiyo sio bunduki, hilo ni toi tu, kwa nini unanitishia mimi toi? Lakini bwana mdogo alizungumza na kusema, hii bunduki
bunduki ni bunduki ya babangu na babangu ni polisi, kwa hiyo nimeweza kuitoa kwa babangu. Kwa hiyo kama uamini basi nitakushuti, na ninachotaka tu uweze kudhibitisha kwamba kweli kama unampenda mwalimu ama umpendi. Hapa John akaona ile jambo kweli liko serious, akasema wewe dogo, hebu shusha silaha yako chini bwana, achana na matani ya masuala ya bunduki. Akamwambia mimi nilikwambia usimuue mwalimu, afu unalazimisha. Jamaa akasema mimi masuala ya bunduki wanaachana nayo, masuala ya kumuua mwalimu na bunduki wapi na wapi? Jackie akamuuliza hivi kweli ulikuwa unahitaji kuweza kumuua mwalimu? John ikabidi amwambie mwalimu wake, hebu mwambie kijana wako aweze kushusha silaha chini, maana dogo anasema eti babake ni polisi, alafu hiyo silaha ameweza kuitoa kwa babake. Tafadhali pigia polisi waje kunisaidia mimi, huyu dogo ataniua kweli. Ikabidi mwalimu amwambie dogo, hem, shusha silaha yako chini, la sivyo mimi nitaenda kuambia wazazi wako kwamba wewe unatembeaga na silaha huko mtaani. Na unaelewa kabisa nikiwaambia wazazi wako lazima ataripoti shuleni, alafu na wewe utafukuzwa shule. Kwa hiyo weka silaha yako chini. Kama hutaki kufukuzwa shule, weka silaha yako chini. Huku John naye anasema tu, wewe dogo, hebu msikilize mwalimu wako anachosema, weka silaha yako chini, acha kufanya hicho unachotaka kufanya. Lakini bwana mdogo Jackie swali lake ni moja tu, je, kweli unahitaji kumuoa mwalimu? Nahitaji uniambie ukweli. Sema ukweli, mimi nitakushuti kweli. Hapa John akawa mpole, akamwambia dogo, subiri usije ukafanya hicho unachotaka kufanya, usije ukanishuti tafadhali. Ikabidi tu jamaa aseme ukweli. Kiukweli kabisa mimi nilikuwa sihitaji kuweza kumuoa mwalimu, na wala mimi simpendi mwalimu. Mimi nilikuwa nafanya hivyo tu imradi tu kuweza kupata pesa kutoka kwake, na pia mimi kukaa naye karibu kwa sababu alikuwa ameshanipatia mpaka gari la kutembelea. Kwa hiyo mimi nilikuwa nahitaji tu kuendelea kukaa naye hivyo karibu, ananipatia pesa. Kwa hiyo hata ile pete ambayo nilimvalisha ni pete tu ya uongo ambayo hata nilidanganya tu kwamba nahitaji kumuoa imradi tu aweze kuniamini. Ikabidi niweze kutafuta pete na kumvalisha, lakini kiukweli kabisa mimi sihitaji kumuoa mwalimu. Please usije ukanipiga risasi, mimi sihitaji kumuoa mwalimu kabisa, ukweli kabisa hiyo nakwambia. Lakini Jackie alionekana kukaza sura kweli kweli, kisha akawa mikoki ile pistol bwana. Lakini wakati huo John akiwa anaendelea kumuomba Jackie asije akamshuti, kwa sababu kama ni kusema ukweli kashasema, sasa kwa nini aweze kupiga risasi? Akawa anaomba pale na kumwambia kwamba yule mwalimu aweze kumstopisha dogo asiweze kumpiga risasi, lakini kwa ghafla ukasikika mlio wa risasi pa. Ina maana Jackie aliamua kuweza kumuua kabisa John. Mwalimu alionekana kupiga kelele kweli kweli baada ya kumuona John akiwa amedondoka pale chini, na hii ni baada ya Jackie kuweza kuachia risasi. Bwana, kweli kabisa Jackie kaamua kumuua yule jamaa kwa sababu kampenda mwalimu wake, lakini pia alikuwa anamdanganya na kujifanya kwamba anampenda ama vipi. Na baada ya Jackie kuweza kushuti ile risasi, tunamuona John akiwa amedondoka pale chini kama vile kakata moto hivi, na hii ni baada ya kufyatuliwa risasi na Jackie. Sasa ni vipi kweli Jackie kaua ise? Lakini baada ya muda kanaonekana karisasi ambako kalikuwa ni karisasi tu kabandia kakiwa kanadondoka pale chini, na baada ya muda anaonekana John kuweza kufumbua jicho, anaonekana bado mzima. Ni kipi ambacho kimeweza kutokea? Kwani Jackie alipiga risasi pembeni ama ni kipi? Lakini Jackie alicheka na kusema, naona umeweza kujaa kwenye mtego wangu ambao nilikuwa nimeupanga. Nilihitaji tu kuweza kumthibitishia kwamba mwalimu kweli haumpendi, alafu kumbe ulikuwa umejaa na wewe kwenye mfumo. Baada ya pale yule mwalimu alivua ile pete, kisha akawa amemrushia pale John na kumuona kabisa kumbe alikuwa ni kijana mmoja mpuuzi tu ambaye alikuwa akimtumia mwalimu kwa ajili ya kuweza kujipatia pesa na kuendesha maisha yake. Bwana, baada ya pale basi mwalimu akawa ametoka akiwa na Jackie, akawa amejisearch pale kwenye kale kamkoba kake, basi akawa ametoa ile pete ambayo Jackie aliweza kumpatia kama zawadi, na mwalimu akawa amevaa ile pete baada ya kumuona kweli Jackie hakika alikuwa ni mtoto, lakini alikuwa ni mtu ambaye anampenda sana. Basi mwalimu akamwaahidi siku moja pindi utakapokuja kuwa mkubwa, yani utakapokuja kuwa mtu mzima, basi utakuja unitafute, alafu na mimi nitakubali kuweza kuolewa na wewe. Bwana, sifahamu kama ni maneno ya utani ya mwalimu ama kweli na mwalimu kweli kazimika kwa haka katoto, lakini maneno ya mwisho mwalimu anamwambia siku moja utakuja upate binti mzuri ambaye ataendana na wewe na Mungu atakubariki, basi utakuja umuoe. Lakini Jackie alijibu na kusema vibinti vingine hivyo bwana ni vijinga tu, kwa hiyo mimi hata sivitaki. Bwana, Jackie akisalia na mwalimu wake pale na kusema kwamba yeye hataki vitoto vingine vya kijinga, yeye anamtaka mwalimu wake. Basi na mimi sina la ziada zaidi, ninachopenda tu kukwambia tembelea pale YouTube, andika DJ Shebi Mwamba wa Bunda, basi unanipata. Lakini pale TikTok ni Shebi Star, ukiandika tu hivyo basi unanipata. Lakini pale Facebook andika pia Shabani Juma, basi unanipata nikiwa live bila chenga. Tunaendelea kupata burudani ukiwa na mimi DJ Shebi. Basi nipende tu kukushukuru kwa wewe ambao ulikuwa na mimi tokea mwanzo kabisa. Nadhani umeweza kuielewa hapo filamu ilikuwa inazungumzia nini na kipi ambacho dogo alikuwa anamaanisha, au sio bana? Dondosha comment yako na uniambie kama kweli umeweza kuielewa ni kipi ambacho bwana mdogo alikuwa anazungumzia. Basi nitakushukuru sana kama umeweza kunielewa, au sio bana? Asanteni sana DJ Shebi na chama hiki, tukutane wakati mwingine. Endelea kunifuatilia pale Facebook DJ Shebi, andika Shabani Juma. Lakini pale DJ Shebi napatikana pale TikTok kwa jina la Shebi Star. Lakini pale YouTube ni DJ Shebi Mwamba wa Bunda, basi unanipata nikiwa live bila chenga, unapata burudani ukiwa na mimi, au sio bana? Endelea kunifuatilia, endelea kuenjoy ukiwa unapata maendelezo mikali. Hivi punde tu napenda kukwambia kwamba kuna vigongo vingine vikali ambavyo vinafuata. Endelea kubaki na mimi, usibofye kidude ukakimbia mbali. Asanteni sana DJ Shebi.